Naitwa Peter Yambi, mwandishi wa kitabu cha Hazina Iliyostirika, Akili na Moyo. Lakini pia mwandishi wa kitabu kingine kinakuja hivi karibuni, kinaitwa Kuvuka Mipaka na Kuvunja Kuta. Nimekuwa nikiandika vitabu mbalimbali, lakini pia nikisambaza vitabu mbalimbali kwa lengo la kusaidia kuweza kubadili namna mtu anavyofikiria na namna mtu ambavyo anachukua hatua na namna mtu anavyopata matokeo na namna mtu anavyogusa maisha yake na maisha ya watu wengine. Napenda kukujulisha kwamba kuna kitabu kingine ambacho nimekiandika kama nilivyosema, kinaitwa Kuvuka Mipaka na Kuvunja Kuta. Sasa mtu anaweza kujiuliza, kuvuka mipaka na kuvunja kuta, mwandishi unamaanisha nini? Katika dunia hii tunayoishi, tunafahamu vizuri kwamba kuna mipaka mingi sana ambayo tunaiona hii, mipaka ambayo ni halisi, mipaka ya nchi, mipaka kati ya mkoa na mkoa, mipaka kati ya wilaya na wilaya, mipaka kati ya kijiji na kijiji, hata mipaka ya jirani na jirani. Lakini hata ndani ya nyumba kuna mipaka ya sehemu mbalimbali. Lakini pia tunafahamu kwamba ukiacha mipaka kuna kuta. Kuna kuta zimejengwa nyingi ambazo zinatenganisha sehemu na sehemu. Katika nilivyokuwa naandika kitabu hiki nilijifunza kuhusiana na ukuta wa Berlin, jinsi ambavyo ulitenganisha Ujerumani Mashariki na Ujerumani Magharibi mwaka 1961. Ukuta huu ulikuwa umewatenga watu wa Ujerumani Mashariki wasiweze kuvuka kwenda Ujerumani Magharibi. Ulikuwa ni ukuta mrefu, umejengwa kwa zege na ulikuwa umezungushiwa wigo wa senyenge kule juu. Kwa hiyo ulikuwa ni vigumu sana kukatisha. Lakini pia nilijifunza habari ya ukuta wa China, the Great Wall of China. Ukuta huu pia ulikuwa unailinda himaya ya China isiweze kuvamiwa au kuingiliwa na watu wa mataifa au makabila mengine. Kwa hiyo kwa kawaida mipaka iko mizuri na mipaka mibaya. Kuna ile mipaka ambayo inamlinda mtu, lakini kuna mipaka ambayo pia inamzuia mtu. Na kuna kuta ambazo zinamlinda mtu, lakini kuna kuta pia ambazo zinamzuia mtu. Sasa kitabu hiki hakizungumzii kuta hizi ambazo zinaonekana au ambazo zinajulikana hizi kama nilivyosema. Kitabu hiki kinazungumzia kuta ambazo hazionekani na mipaka ambayo haionekani kwa macho ya kawaida. Na ndiyo mipaka hatari zaidi, na ndizo kuta hatari zaidi kuliko hata kuta hizo unazoziona. Kuta hizo zipo katika akili ya mtu. Ndiyo maana katika kitabu changu hiki cha kwanza kabisa, Hazina Iliyostirika, nilijaribu kueleza kwa undani akili na moyo. Akili ni nini na inafanya kazi namna gani mpaka kuweza kumpatia mtu matokeo yanayotakiwa. Kwa hiyo ukiangalia historia ya mtu toka amezaliwa mpaka anakuwa mtu mzima, ni kwamba anapitia hatua ambazo zinamfunza aweze kufanana na jamii yake. Kuna mafunzo au kuna falsafa nyingi ambazo mtu anapewa, ambazo falsafa zingine zinaweka mpaka, zinaweka kizuizi cha yeye kuweza kuonyesha ile potential yake au kuitoa ile potential yake, au hiyo hazina iliyostirika. Bado tunaitafuta hazina iliyostirika ndani ya mtu, kwa sababu tumeona ya kwamba tafiti zinaonyesha kwamba mtu anatumia asilimia ndogo sana ya uwezo wake aliopewa, ule uwezo ule ambao amepewa. Yaani kama ni gari linaweza kukimbia kilomita 180 kwa saa, basi unakuta inatumia kilomita 20 kwa saa au kilomita 30 kwa saa. Hivyo tunataka kujua ni kipi kinafanya hili gari lisiweze kwenda katika kiwango ambacho kinatakiwa. Ndiyo maana ya hiki kitabu cha Kuvuka Mipaka na Kuvunja Kuta. Kinaeleza ni mipaka gani na ni kuta gani ambazo ziko ndani ya mwanadamu ambazo zinamfanya asiweze kufikia ile potential yake kubwa ambayo iko ndani yake. Karibu.